Rap zalaka wana kobanga te. Nipo nchini Tanzania ambako nimekuja ajili ya kuweza kusaka interviews na baadhi ya watu maarufu, na leo nimekutana na the one and only Mchaga OG, the handsome presenter Lebo Goss. Lebo Goss unajua? Lebo Goss hapana, nimesikia tu nishakusikia kwa nyosha Sadat, but I don't know the meaning. What does it mean? Lebo Goss yani handsome boy. Okay. Sawa. Nakubali. Ni handsome boy sana. Asante sana. Alafu kuna mtu ambaye ananiambia ukikutana na Mchaga OG mwambie anajua kuvaa kinoma. Kuna mtu yoyote kwenye familia ambao umerithi kwake labda ni vitu ambavyo vinatokea kifamilia au? Of course sio kivile, lakini mimi nimekuwa inspired na watu tofauti. Unajua mara nyingi hujifunzi tu kutoka kwenye familia ambayo unaishi nayo. Okay. Wakati mwingine unajifunza kutoka kwa watu wa nje wanaokuzunguka. Okay. Kwa mimi ni mtu ambaye anajifunza sana kutoka kwa watu wa nje wanaozunguka. Kwa sasa hivi ni mtu ambaye namtazama sana. Okay. Kwenye kuvaa ni bosi wangu. Okay. Diamond Platnumz. Namwangalia sana kwenye kuvaa na inspire sana. Okay. Na hata mara nyingi pia amekuwa akinirekebisha. Sio nguo za rangi, nikivaa vizuri ananigia, ananiambia hapo umepoa, umependeza mdogo wangu. Hivyo kwa hiyo najifunza sana kutokea kwake na mtazama, kwa sababu ni miongoni mwa wasanii ambao wanavaa vizuri sana. Ndio. Jugs, wasanii wengi tunawaangalia, lakini pia na watu wote ambao wanapendeza. Mimi najifunza kwa kila mtu ambaye ananizunguka. Nikiona yule amevaa kitu kizuri nimekipenda, nimekuwa inspired nacho, nakwenda na mimi nanunua. Ndio. Kubwa sinipendeze bwana. Ndio. Yeah. Mchaga OG, wewe ni moja kati ya ma big presenter in East Africa, naweza kusema hivyo, na Afrika kwa nini? Na kwa nini hapana Afrika, si ndio? Ni msanii gani ambao una wish kukutana naye siku moja, ambaye ni msanii wa ndoto zako na kuweza kumfanyia interview? Mimi hapa na wish sana kukutana na mtu kama Chris Brown. Okay. Kwa nini Chris Brown? Kwa sababu ni mtu ambaye nampenda, namfuatilia. Yani Chris Brown ni msanii wangu pendwa. Si umeelewa? Miongoni mwa wasanii wangu pendwa wa dunia. Chris Brown mimi namkubali sana. Yani na wish sana siku moja inshallah Mwenyezi Mungu akijalia, kama nitapata nafasi ya kuja kukutana naye huko, mimi nitafanya naye interview, yani nitaruka naye. Nampenda sana, namkubali. Sawa. Kwa watu ambao hawakufahamu, tungetaka kujua safari yako ya utangazaji, in short tumeanza vipi mpaka sasa hivi ni Mchaga OG ambaye tunamuona hapa. Safari yako iko vipi? Ni kitu ambacho ulikuwa unakipenda labda umeingia tu kwa sababu ya maisha, kwa sababu kuna watu wengine wanafanya hizi kazi sio passion zao, inakuwa tu kwa sababu maisha na nini, anaamua kuingia. Safari yako ya utangazaji mpaka hapo ulipofika iko vipi Mchaga? Okay, kweli. Haikuwa rahisi. Of course ni kitu ambacho mimi nilikuwa nakipenda. Nakumbuka wakati nimemaliza kidato cha 4 form 4, nilikuwa natamani kuingia chuo moja kwa moja. Kitu ambacho mama yangu alikuwa hataki kabisa. Yani mama alikuwa hataki. Mamangu mimi alikuwa anataka nisome form 5 na form 6, nisome A level, nimalize A level, alafu ndo niende chuo, ndo niingie kwenye kazi. Lakini ni kitu ambacho nilikuwa sikitaki, sikikubali. Mimi nilikuwa napenda sana utangazaji, yani nilikuwa na passion. Kwa kuona kwenda vile ambavyo wazazi wanataka kwamba mimi niende form 5 na 6, nilikuwa naona kama nitachelewa kuingia kwenye kazi yangu. Kwa mwisho siku mimi baada ya kumaliza kidato cha 4 form 4, niliamua moja kwa moja kwenda chuo, nikachukua certificate and diploma of journalism. Si umeelewa? Kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda. Kwa baada ya kumaliza diploma kuna kwa kale kama muda kakusubiri kuhasa pale kutafuta kazi na nini. Kwa hiyo nikapitia hiyo moment ya kukaa kwanza home kwa muda mrefu sana, sina kazi. Nimejaribu kutafuta kazi lakini naona kuna changamoto kupata kazi. Kwa hiyo nikatulia pale kwa muda, kukaa kuna hicho kipindi cha kutulia kwa muda fulani hivi, nikiwa naendelea kujitafuta kwenye mambo mengine. So kuna siku kuna rafiki yangu mmoja baadhi ambaye anafanya naye kazi hapa kwa Wasafi, anaitwa CD. Yeye alinivutia waya kwa sababu mimi nilimtangulia chuo, tusoma chuo kimoja by the way rafiki yangu. Lakini mimi nilikuwa nimemtangulia. Kwa hiyo mimi nilimaliza diploma, nikamwacha yeye bado anaendelea, ndo anamaliza yeye diploma mwaka wa mwisho. Lakini alikuwa anasoma huko anafanya kazi. Kwa hiyo katika kile kipindi ambacho mimi niko sasa cha kujitafuta na napiga mitikasi yangu mingine, alinicheki akaniambia, bwana vipi? Fresh, niko na sehemu nipo na nafanya kazi na wanatafuta mtangazaji, wewe unapiga mitikasi gani sasa? Mimi niko tukutane. Akaniambia kama vipi, come pull up, njoo tupige kazi hapa. Ilikuwa ni online media inaitwa Yofev. Akasema basi haina noma. Kwa hiyo nikaenda pale nikapiga kazi kwa
nadhani ilikuwa mwaka na nilifanya kazi mwaka na baada ya kufanya kazi pale nikapigiwa simu sasa. I mean nilichekiwa na one of my boss anaitwa Boss Nelson Kisanga. Alinicheki kutokea Wasafi. Aliona kazi yangu moja akaipenda, akasema mimi na kitu naweza nikafanya kazi Wasafi, akanipigia simu tukakutana tukamalizana, ndo hapo safari yangu ilianza sasa ya kuanza kufanya kazi Wasafi. Yes. Ni mtangazaji gani duniani au Afrika tunaweza kusema au hapa Tanzania ambaye anakuvutia, ambao ulianza kumuona na ukatamani kuwa kama yeye? Of course wengi sana ambao wamenivutia. Brothers, mtu kama Dazen, B-Dazen, Tuangala Twizy, B12, mtu kama Lil Omi the MVP, au sio bwana, watu kama kina Damu Mchomvu, watu kama kina Mariam Gadi na Jia Bash, sio unaelewa, watu kama kina Maudi Kitenge, watu kama kina Milad, ni watu ambao walikuwa wananivutia sana na nilikuwa napenda kile ambacho anakifanya, na kwa namna moja ama nyingine wao wamekuwa inspiration kubwa sana kwangu nimekuweza kuingia kwenye hichi kitu, kwa sababu nilikuwa napenda kile ambacho walikuwa wanakifanya wakati na grow up, wakati nafikiria kuingia kwenye hii career. Ni watu ambao nilikuwa nawatazama, kwa hiyo kwa asilimia kubwa wamevutia sana. Lakini kutokea nje kuna mshikaji mmoja nadhani ni mtangazaji pia, anaitwa Terrace J. Namkubali sana yule mwana yule, mimi namkubali sana. Kwa hiyo watu wengi tu wameniinspire. Kongo na Tanzania, tuzungumzie kidogo kimuziki. Ni kama sasa hivi ni nchi mbili ambazo zinaingiliana kimuziki, wasanii wanakutana wanafanya vizuri. Msanii kama Diamond ni moja kati ya wasanii ambao ametoka sana na kwenda kufanya na wasanii wa Kongo. Msanii kama kina Fally Ipupa amefanya na msanii kama kina Koffi Olomide, Inos B pia amefanya. Tuzungumzie hizi nchi mbili kimuziki. Kwa mtazamo wako unaonaje muziki wa Tanzania na muziki wa Kongo? Of course kote kunafanya vizuri na umelithibitisha hilo kama ambavyo umesema. Tumeona kumekuwa kuna collaborations ya Tanzania, wasanii wa Tanzania na wasanii wa Kongo. Sio, umeelewa? Hii maana yake ni kwamba wote tunategemeana. Sio bwana, Kongo wanafanya vizuri kwenye muziki wao, Tanzania wanafanya vizuri kwenye muziki wao. Ndio maana unaona hata hizi collaborations zote ambazo zimetokea zimefanya vizuri. Speaking of Yope remix, ngoma kubwa sana. Sio, umeelewa? Amefanya vizuri na Paris, amefanya vizuri duniani. Diamond featuring Inos B. Ngoma kama Koffi Olomide na Diamond imefanya vizuri sana, si umeelewa Ngoma kama Inama, Fally Ipupa na Diamond imefanya vizuri sana. Kwa hiyo unaweza kaona namna gani ambavyo muziki wa Kongo unafanya vizuri, muziki wa Tanzania unafanya vizuri. Wakikutana sasa ndio inakuwa ndio kitu kikubwa zaidi. Understand? Kwa hiyo muziki wa Kongo unafanya vizuri na Tanzania unafanya vizuri. Mimi nadhani tuendelee kuzalisha collaboration nyingi, itakuwa inapendeza zaidi ili kuleta vitu vipya kwenye industry, kuleta ladha mpya kwenye industry. Mimi napenda muziki wa Kongo, napenda muziki wa Tanzania, and I've been kuwa fans wa muziki wa Kongo for the very long time. Sio tu kwa kina Inos B wala Fally Ipupa, since kwa kina watu kama kina Werason, umeelewa watu ambao walikuwa wanawafuatilia, nilikuwa na Papa Wemba, kina Papa Wemba, umeelewa watu wengi tu ambao walikuwa wanawafuatilia, Jibem Piana, watu wengi tu walikuwa wanawafuatilia. Kwa hiyo ni muziki ambao unafanya vizuri kutokea Kongo, na mimi naomba tu collaborations endelee kuzaliwa ziwe nyingi. Yes. TV na radio. Kipi kigumu sana kwenye kutangaza? Wewe kama mtangazaji ambaye unafanya vizuri, TV na radio, kipi kigumu? Radio. Kwa nini radio? Radio kwa sababu ni kitu ambacho unajua radio unajua ni live all the time. Wakati mwingine vipindi vya TV vingi vinakuwa ni recorded. Vichache ni live. Vingi vinakuwa ni recorded, ambavyo ukizungumzia recorded ni kitu ambacho you can edit. Sio, umeshaelewa? You can edit it. Yaani kuna sehemu ulikosea, uta edit itakaa sawa, vitu vitaenda. Lakini kwenye radio mostly ni live, yani mara nyingi ni live show. Mtu anafanya radio ana record alafu ni chache sana, lakini mostly kufanya vipindi vya radio ni live. Kwa brother, ukikosea labda ukitoa neno ambalo halitakiwi kusikika redioni ndio umeshakosea. Si umeelewa? There is no way ambao utaweza kufuta. Tayari watu washasikia. Kama kuna watu wanasikiliza, tayari watu washasikia. Kwa maana yake utakuwa una kesi tayari na TCRA. Si umeelewa? Yes, mamlaka kusimamia mawasiliano na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo radio ni ngumu sana. Radio ni ngumu sana. Inahitaji umakini mwingi. Na inahitaji yani
inahitaji pia uwe creative zaidi. Kwa hiyo radio it's harder than TV. Nje ya utangazaji, kitu kingine gani ambacho unatamani kukifanya na unahisi utakifanya vizuri kwenye utangazaji uko vizuri? Kitu kingine nje ya utangazaji ambacho unaweza ukakifanya ni kitu gani? Of course, mimi nafanya ni hyperman pia. Ni hyperman clubs, hyperman shows, events, hyperman. Lakini pia mimi ni mwigizaji, watu sio kujua, and soon kuna film moja nimeshiriki, itakuja kutoka, watu wataiona. Ni noma sana, tumeua sana huko ndani. By the way ndo filamu yangu ya kwanza mimi kushiriki kama mwigizaji. Kwa hiyo nadhani safari yangu ndio inaanzia hapo sasa. Kwa hiyo mimi napenda kuigiza. Kwa hiyo nafanya utangazaji, nafanya uigizaji, lakini pia hyping. Yeah. Tuzungumzie bosi wako Diamond Platnumz. Kimuziki na maisha ya kawaida, ni bosi wa aina gani kwenu nyinyi wafanyakazi? Tuanzie kwanza hapa. Wow. Diamond ni bosi ambaye kwanza hapendi uharibu. Hapendi uharibu, ni mtu ambaye anapenda kukuelekeza. Sio, umeelewa? Yaani kwenye kila kitu kuna vitu vingine mpaka unasema mbona kama sio boss tena, mbona kama ni kaka, yani ana stand as a brother kwako. Sio, umeelewa? Mimi nimekwambia amekuwa akinirekebisha mara nyingi sana kwenye masuala ya mavazi. Mara nyingi sana amekuwa akinirekebisha. Akiona nimevaa kitu kizuri, atanisifia. Kwa siku ashakuta nimevaa cheni fulani, nikamwambia bwana hii noma, hii kali sana hii. Umechukua wapi? Nikadaba nimechukua sehemu fulani. Ukivaa vizuri anakudim, bwana umependeza, umevaa vizuri mdogo wangu, vitu vinakaa hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye anarekebisha, ukikosea pia anakuchana. Kwa nini umevaa hivyo? Kwa nini unajua zile? Yaani sometimes tunaona kabisa yani anasimama as a brother, kuna muda anakuwa mkali kabisa. Anasimama as a brother, unasema da kweli huyu sio, huyu ni zaidi ya boss, yani huyu ni kama kaka. Umeelewa? Maana yake anakuelekeza. Ukifanya labda interview ambayo sio nzuri ya kimeyusho, atakuelekeza hii kwa nini interview hii umefanya hivi. Haiwezi kukusaidia, haiwezi kuuza brand yako na nini na vitu vingine. Kwa hiyo ni mtu ambaye yani anapenda kuelekeza, anapendi watu waharibu, anapendi wafanyakazi wake waharibu. Anapenda kuelekeza pale ambapo watu wanakosea. Na mimi hiyo nime experience kwa sababu mara nyingi sana amekuwa akinielekeza pale ambapo nakosea na amekuwa akinisifia pale ambapo nafanya vizuri. Yeah. Diamond ni mkubwa sasa hivi Afrika, duniani. Kongo usiseme. Kongo ni moja kati ya wasanii ambao wanakubalika sana. Lakini kitu ambacho tume experience kwa kule Kongo ni kama baadhi ya Watanzania hawajamkubali, hawajamuelewa anachokifanya. Unafikiri wanamtendea haki Diamond? Kwa nchi zingine ameshakubalika tayari. Baadhi ya Watanzania, sio wote naweza kusema hivyo. Unafikiri wale ambao hawajamkubali wanamtendea haki? Of course, siwezi kusema wanamtendea haki au wanamtendea haki. Unajua bwana, kwenye maisha ilivyo kawaida tu, sio kila mtu atakubali unachokifanya. Usiona hapa sasa hivi my brother ni mtangazaji, you are doing very good, maswali yako mazuri, wewe ni mkali, you have vocal and everything. Sio kila mtu atakukubali wewe, sio, unanielewa? Sio kila mtu atakubali. Kuna mwingine ataona nini yule hajui bwana, hamna kitu. Lakini kuna watu watakubali, wataona potential yako, wataona kile ambacho wewe unacho. Na kuna watu hawatakukubali. Kwa hiyo ile ni jambo la kawaida sana kwenye maisha. Mtu kutomkubali mtu ni kitu cha kawaida sana. Kwa hiyo wasiomkubali waendelee kutokumkubali, na sisi tunaomkubali tutaendelea kumkubali na tumkubali zaidi, kwa sababu tunaamini uwezo wake, tunaona kile ambacho anakifanya. Amewakilisha nchi kwa ukubwa sana. Juzi tumeona alikuwa na tour yake London. Kajaza kinoma. Kajaza, katoka kaenda Manchester, katembelea majiji mbalimbali, katoka kaenda Summer Jam Marekani, karudi tena London kashiriki ile session na DJ AG online pale. Tumeona vitu vikubwa ambavyo wanavifanya, tumeona matuzo makubwa ambayo ameshachukua. Kwa sasa ambao hawamkubali, wanaamini hajui, wanaamini hana uwezo, basi waendelee kutokumkubali. Sisi tunaomkubali tuendelea kumkubali na tuendelea kumsupport. Wewe kama mtangazaji kwenye miaka 5 mbele, Mungu atufikisha, hatuna uhakika kufika, lakini Mungu atufikisha kwenye miaka 5 mbele, Diamond Platnumz unamuona wapi? Namuona mtu mwingine kabisa. Namuona mtu mwingine kabisa. Mbali sana. Mbali mno. Mchaga OG, ushawahi kufikiria kufika Kongo, labda kwa sababu pia huko una mashabiki? Bila fikiri ukifika Kongo lazima utarudi na watoto wa Kikongo kama ukitaka, kwa sababu ni wengi wanakusubiri sana. Ushawahi kufikiria kufika Kongo? Yeah, nishafikiria, kwa sababu Kongo ni sehemu ambapo pia napapenda. Na wish sana. Na ndo nimeanza kupata marafiki kama wewe kutoka Kongo. So I wish tutengeneza connection nyingi.
siku moja utanialika Kongo, na mimi nitakuja Kongo, utanipokea kule, nitafurahi sana. Kwa hiyo na wish sana kuja Kongo inshallah, Mwenyezi Mungu akijalia, au come to Kongo inshallah. Message yako ya mwisho Mchaga OG kwa Wakongo ambao wanakuangalia, Wanyarwanda, kwa sababu sisi tuko mpakani na Rwanda, sehemu ambayo mimi nakaa niko mpakani na Rwanda, Gisenyi, Kigali na Uganda, Burundi, yani ni nchi ambazo zimetuzunguka. Una message gani ya mwisho kwa mafanzi wako ambao wanafuatilia Refresh ambao unaifanya, na watu ambao wanafuatilia muziki wa Tanzania in general? Yes, nawapenda sana watu wa Kongo, Bamutu ba Kongo. Na wakubali sana, inshallah Mwenyezi Mungu akijalia siku moja nitakuja kuwatembelea huko, na wish kupata mchumba kutokea Kongo. Wachumba wapo kibao. Nipate mtoto mzuri mmoja kutokea Kongo, kwa sababu naambiwa Kongo ni watu wazuri, Kongo ni wakarimu, Kongo ni watu wenye upendo. Kwa I love you so much guys, na wish siku moja nije ndani ya Kongo, nitembelee Kongo, nijue Kongo ikoje, nikutane na watu wa Kongo. Kwa hiyo soon nishakuwa na urafiki na my brother hapa, so soon I'll come to Kongo kwa ajili ya kuja kuwatembelea, kuwasalimia ndugu zangu, na Mungu akijalia nipate mchumba kutoka Kongo. Asante Mchaga OG, mimi nikushukuru sana. Wewe ni brother ambaye naweza nikasema uko humble sana. Mazingira ambayo tumekutana sikutegemea. Yani haukuvimba, naweza kusema hivyo. Masters unajua tena ukiwatafuta kidogo na kuwa kama kidogo. Mimi nikushukuru sana. Wewe ni brother ambaye uko humble sana. Asante sana. Nimefurahi sana. Karibu sana Tanzania. Asante. Keep it doing a good job. Unafanya kazi nzuri. Keep it up, endelea, usikate tamaa. Asante. Naamini kuna sehemu utafika kwa ndoto yako ambayo umejiwekea. Kwa tuendelee kupambana. Mimi nawapenda wana Kongo. Asante sana. Huyu ni Mchaga OG, ni moja kati ya watangazaji mahiri kutoka East Africa na Africa, kutoka kituo cha Wasafi TV. Hii ni Kivu One TV kutoka Congo DRC, ndani ya mji wa Goma. Nikushukuru popote ambako ulikuwa unatuangalia. Ciao, bye bye. Yo, what's up Congo, what's up Kivu, what's up Goma. Nipo nchini Tanzania. Hii ni Congo hadi Bongo, ambako nimekuja kusaka interviews na watu tofauti tofauti kutokea hapa nchini Tanzania. Kama unavyoona nyuma yangu, nipo studio za Wasafi TV inaomilikiwa na Diamond Platnumz, moja kati ya wasanii mahiri sana ambao wanafanya vizuri Afrika. Nishukuru sana 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 mtu ambaye ameweza kusimamia hii interview ambayo imeweza kukufikia. King Hussein ni moja kati ya wasanii ambao walifanya vizuri ndani ya mji wa Goma. Sasa hivi yupo nchini Tanzania ambako ndo makazi yake. Kwa hiyo alisema lazima niungane na ndugu yangu, familia, ili niweze kusimamia kila kitu ambacho kinahusikana na masuala ya interview. Kwa hiyo nishukuru King Hussein na Boka Junior, pia Kanzo Msuli, au sio? ambao wote ni timu ambalo limeweza kunisindikiza hapa studio za Wasafi TV. Nikushukuru sana.